kuna kitu nataka kukwambia. Haya, kwa nini tena? Shida nini? Sio kwa wote ndano. Yeye tena yule mwanamke wako. Siku zote mimi nakwambia, katika imani yako jifunze kukaa kimya ili wakuone Mungu. Nadhani unaelewa. Baba, Samahani dada, habari yako? Salama. Mimi naitwa Chobi. Niko na mwenzangu hapa. Anaitwa Babu. Dada yetu mmoja tunamtafuta, amekimbia nyumbani. Hata kupeleleza sana tukaambiwa yupo kwenye kijiji hapa. Labda sijui mwenzetu ushawahi kumuona. Mpoje? Ni mweupe. Alafu mnene. Sio mweupe, Majakunde. Ndio huyu ni Majakunde. Hichi kijiji ni kidogo sana. Kwa hiyo mtu akiingia kama hujamuona utasikia kuna mgeni. Kwa hiyo haishi ni mmoja. Unaweza kutupeleka? Hapana. Sababu anaishi na mtu. Na kama ulivyosema kwamba hamtaki hajui kama mnakuja kumtafuta kuja tena. Mnaona mjini. Afu baadaye mtafanya mpango wote. Yangu mimi nitakunisaidia. Yaani ukinionyesha tu hapo, nitakunisaidia sana. Chukua tu. Kumsaidia mtu sio mpaka ulipo. Hata mimi naweza nikawa na shida pia kumsaidia. Basi dada yangu ina shida. Tafadhali kusaidia. Pale nyuma kuna nyumba ya mjomba wangu, nitajificha pale. Kwa hiyo mimi muda ukifika tu nitakuja kuwapata na kuona. Basi dada yangu. unajua kuna kitu ambacho nataka nikwambie. Hivi kwa nini upendi hata siku moja uje kwa nyumbani? Unamjua mama yangu alikuwa mkali. Na mama yangu tambua kama anafahamu. Ni kweli ananifahamu, lakini mimi natamani hata siku moja basi ukae nyumbani. Ndio bado kwa kutambua kwetu. Barua sio tatizo, ila kwanza mimi na wewe kupendana kwanza, hivyo vingine vinakuja kwa kiwepesi. Sawa? Naelewa hiyo. Ila nini mama, toa hofu. Mimi na wewe tukipendana, najua kabisa kwamba barua itakuwa ni kitu chepesi sana, kwa sababu na uwezo wa kuongea. Hata wewe mwenyewe kuongea na bibi mkubwa pale, kumwambia mimi kuna mtu atakanileta, nafikiri unaweza ukamaliza kila kitu. Mimi kija namalizia. Kwa sababu mimi wangu nitamwambia kirahisi tu. Kama kirahisi tu. Mamako ni rafiki yako, yaani hilo sijali. Kikaa naye vizuri na mimi hukosi kitu cha kumwambia. Ila kwanza anaweza akakuuliza, je, unampenda mwanangu? Babu. Najua sita zingua sana. Ndio tushapata njia. Pita kwa hivi. Nimekuja kujificha mbali huko. Tuliangalia mazingira pale. Ile nyumba tukisema tuingie pale na sisi tujulikane. Tuonekana wezi. Haina shida. Mimi nimeenda nimeshabu. Na nimejia ratiba zake zote za leo. Kwa kilichonipa huko ni namba ya simu. Ili nitakapokuwa karibu naye niwapigie simu.
Sawa, mimi naenda. Sawa, ina shida. Kwa nikikupigia simu tu, mimi nimekuja la kusema. Sawa, baadaye. Sawa. Huyo pindi natamani nimkamate nimpige ngumi nyingi. Habari yako? Safi tu. Karibuni. Habari za sasa hivi? Salama, shikamoo. Samahani kwa usumbufu. Tulikuwa tuna shida. Kuna siku nilipoona sehemu ya rafiki yangu. Na huyu hapa ni mama yake. Sasa nikaona so vema kuja peke yangu, nikaona bora nije na mama yake. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba muda wako kidogo usikilize mama hapa na mazungumzo na wewe. Jamani. Mbona kama Yesu hapa kashuka leo? Mimi kutoka asubuhi nipo katika mboga zangu za pilipili mpaka jioni. Huyo mtu mnayemzungumzia mimi simjui. Sijawahi kumuona kwa macho yangu. Wala sijui kama mmeniona naye. Hapana, mimi simjui. Mwanangu, mimi ndo mama yake Mary. Huyo msichana tulikuwa naye. Nimekuja hapa kwa mambo mawili tu. Nataka nijue Mary yuko salama? Kama yuko salama, endelea kuishi naye na usimwambie chochote kuhusu haya niliyokuambia mpaka atapokuuliza habari za nyumbani kwake. Sawa mama. Mimi nakuelewa vizuri. Na kama ni Mary, ila nipo naye. Ila ondoa shaka kabisa yuko sehemu fulani. Sawa, karibuni tena. Karibu tena. Asante. Kumbuka, usimwambie chochote mpaka atapokuambia habari za nyumbani. Akikuuliza nyumbani tu, mwambie kuhusu haya nilokueleza. Mama, haina shida. Sawa. Hivi niambieni marafiki zangu, mimi hapa nikiwasaidia mtakubwa mno, japokuwa mtu anaweza kuona ni kadogo, lakini nitasaidia. Ila nachowaomba, naomba mtu yoyote hasijue. Mimi hasijue mtu yoyote yule, kama mimi nawasaidia kwa kulala, chakula kama hivi nawaleteni na kule mna shida. Yaani mbaki tu huku mnavuja mdaani ukifika kupanda juu. Lakini mtu yoyote hasijue. Sio dada yangu wala sio dada yake. Akijua kitu ya tatu ya dunia itatokea hapa kijijini.